party leader Mheshimiwa Daktari Oburu, na mnisikize vizuri kwa sababu hii ni muhimu. I want to assure our members of ODM that we will stabilize the board. I know in the party we have seen pressure groups, caucuses coming up. That's an unhealthy party. But for sure, under the leadership of Daktari Oburu, we will stabilize the board. I want to tell you, the day that we proposed Daktari Oburu, you know very well that I was the deputy party leader wa Baba Raila Amolo Odinga. Ordinarily, I would have taken over as the party leader. But I thought that it was wise to have Daktari Oburu to lead us until at such a time that we can be able to organize the party for us to capture power in this country. I want to confirm today, forget about chairperson and the debate. The person who proposed Dr. Oburu, it was none other than myself. Mimi ndio nilisema kwamba waliniuliza Simba baba milala. Simba baba milala. Why don't you take? Nikamwambia hapana, let us have Oburu. Kwa hivyo wacha kurusha mawe kwa kina Junet. Rusha mawe kwangu kwa sababu mimi ndio nilisema Oburu atuongoze. Kwa hivyo hiyo biashara zingine wachana nazo. Mimi mnakumbuka we had our top dogs, German Shepherds. Mmoja ilikuwa inaitwa Mheshimiwa Joel, mwingine Uparanya, mwingine Upio, mwingine Badi na mama School. Tukawatuma tukaambia Mheshimiwa William Ruto, we are giving you our best, the dogs that will be keeping charge of the party. Ile mbwandoo ilikuwa hapo, ilikuwa inaitwa Junet. Tunaambia wewe angalia hawa watu. Na yuko hapa, a German Shepherd also. We gave them. Kwa hivyo I remained alone. Otherwise I would have been the one today people could be fighting. I want to tell you, we are behind you, Baba Daktari Oburu Odinga. Wacha niona hapa Kisii, mko tayari mzee Oburu ashikie chapa kile tuko naye? Asante. I want to say this, that nothing is easy. Hey, what about Mvuzera Skiza? Nothing is easy as it looks. Everything takes longer than we expect. And if anything can go wrong, it will at the worst possible moment. But for the time being, we are stabilizing the party and moving forward. I've seen hyenas scavenging, thinking that the party will go down. It won't. Now those ones calling us names, I want to assure you that this party, the party that we have built, the party myself I've known for 18 good years as a leader, it will not go down. Niseme kwa Kiswahili mambo mawili. Our SG, the deputy SG, amesoma yale ambayo tulipitisha kule Kilifi. Nataka nikwambie nyinyi wana ODM, sisi tumepeana na 10-point agenda ambazo Mheshimiwa William Ruto pamoja na timu yetu inaangalia. Sisi kama chama tunasema tutatengeneza serikali mwaka wa 2027. Mimi kutoka niingia katika chama cha ODM nimekuwa opposition. Kama ni tear gas nimepigwa. Nataka niulize tena, mnataka tubaki opposition sisi? Lazima kivyovyote vile
Hii serikali tuliingilia kwa dirisha, sasa tunataka tuingilie kwa mlango kubwa. Lazima serikali ijayo tunakaa kwa meza, tunatengeneza serikali pamoja. Hiki ndio chama peke yake, kando kwamba tutachukua uongozi wa nchi kikubwa. Kenya hii, East Africa, Mama Chairperson anasema East and North of Limpopo. Mimi nataka niseme hivi, watu wangu wa Kisii, najua kwamba kuna mambo mengi, lakini mkiniona mbele msio na wasiwasi. Niko na miaka, mnisikize, niko na miaka karibu 55, ndiposa nikufe katika mwaka wangu wa 100 kama Yesu hajarudi. Kwa hivyo Kenya hii wengi tutaonana tu macho kwa macho, na wengine hatuwezi cheka kwa sababu kuna watu wanataka kurudisha sisi nyuma. Sisi lazima tuhakikishe kwamba tumechukua uongozi wa nchi hii na sisi tumefanikiwa. Wageni wetu hapa ni Kisii, mtakapokuja nyinyi foka, ongea kwa nguvu, hawa watu waelewe. Sisi kama Nyanza, unajua kwa wakati tulikuwa ile position za CS zilitoka, kulikuwa na mabadiliko makubwa, mpaka nikauliza baba, tutakuwa na wakati mgumu. Baba akaniambia wacha niulize William atupee kiti ingine ya PS. Aliponipa nikahakikisha huyu muungwana Steve Isaboke ni PS wetu kutoka Kisii, kando na Migosi ambaye chama cha UDA ilikuwa imetoka. Lakini serikali inayotengeneza mbele, kwa sababu mimi nitakuwa kwa hiyo meza, lazima nitakuwa kwa hiyo meza na nitakondoa macho vinoma vibaya sana. Lazima tuwe katika meza ya kutengeneza serikali Kenya hii. Mheshimiwa Junet, usiwe na wasiwasi, sisi tuko bwana. Wewe unajua kwamba Nairobi, mimi nimekuwa mbunge Nairobi tangu mingi, na hili ya Kisii lazima nitachapa mbili. Asante. Kwa hayo mengi, waheshimiwa, unajua hata tungefanya mkutano hapa tusiende kule town, kwa sababu sasa naona watu wote, lakini tutakwenda. Nikubalie kwa sasa nimlete DJ. Utawacha mchanganyiko, lazima ukue haraka. Nitakapomuita party leader wangu hapa, atakuja ataongelesha sisi na tutakaa mpaka mwisho. Na hapa ni aweke wale gaiga madra barate na barare roga. Na ndio mmoja wangu rara gaiga kama ngana. Kwa hivyo mtanikubalia Oburu atalala, Oburu tejiwe, Oburu usilale, Oburu usilale, Pambano. Nikubalie nichukue nafasi hii kila kaunti kuhakikisha kwamba tumenyamazisha watu wetu na mambo ya chama. Kwa hivyo mtatuona wanauliza Simba ako na materials nyingi, nani amekataza msitoe nyingi? Mimi kabla hata sijakuwa gavana, hao wanaelewa Nairobi tulikuwa tunasimamisha. Msiwe na wasiwasi, mimi sisimami kama gavana wa Nairobi, lakini chama
Tutahakikisha Nairobi gavana ni ODM, seneta ni ODM yetu. Na ngoja tutakanyaga Kenya hii. Wale ambao wataanguka kando. Sisi chama hiki tutasimama kuhesabiwa. Waheshimiwa, mnaporudi makwenu, mimi niko tayari. Baba atakaponituma nitakuja. Tutatembea na hawa wanajeshi wote. Na sisi hii Homa Bay hii tutakuja. Hii Migori tutakuja. Nataka pia wale ndugu zetu, nyinyi kama ni wanaume pia panga mkutano kama hii. Tuonane wanaume, mambo ni numbers. Bwana, hizi nguvu tunazo, hata greda haiwezi kushinda. Msiwe na wasiwasi. Tunajenga chama chetu na nchi yetu. Kwa hayo mengi, nataka niwaulize, tutasimama zote tuimbe wimbo wa taifa na tukubaliane tutakapoondoka hapa. Ninajua kuna wale ambao wanapenda kupitisha mifuko ya watu kubeba simu. Hapa Kisii utanyongwa. Najua kuna watu wanangojea mkutano ifanyike Busia, waende waibe simu huko. Ifanyike Homa Bay, waende waibe simu huko. Kakamega, hapa tulifanya mkutano mkubwa pale town. Hakuna simu zilibiwa. Hapa tutatembea pole pole. Tutaingia town ni hapa. Tutahudhuria watu kutoka kwa magari zetu. Ndiposa tuende hapo Tendere, uwanja ni mkubwa. Mimi najua vile napanga watu wangu. Hawa ni wachache.